Kitabu cha Mathayo sura ya 5. Sifa na heri. Naye alipoona makundi ya watu, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi kwa kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake, ladha hiyo itarudishwa vipi? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji ukiwa juu ya mlima hauwezi kusitirika, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitengua Torati au manabii. La, sikuja kutengua bali kuitimiza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote atimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja kati ya hizo zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amkasirikiaye ndugu yake itampasa hukumu, na mtu akimtusi ndugu yake anastahili kuhukumiwa na baraza. Na mtu akimwambia nduguye, ewe mpumbavu, anastahili kuingia katika moto wa Jehanamu. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshitaki wako upesi, wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshitaki asije akakupeleka kwa hakimu, na hakimu akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amini nakuambia, hutoki humo kamwe hadi utakapolipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kulia likikukosesha ling'oe, ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, kuliko mwili wako wote utupwe katika Jehanamu. Na mkono wako wa kulia ukikukosesha, ukate utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, kuliko mwili wako wote kutupwa katika Jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa sababu ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiape uongo, ila mtizamie Bwana viapo vyako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndipo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kuufanya unywele wako mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yako yawe ndiyo, siyo, siyo hiyo, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino.
Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigaye shavu la kulia mgeuzie na la pili, na mtu atakaye kukushitaki na kuchukulia shati lako mwachie na koti pia. Mtu yeyote akikulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye maili 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda, nanyi mtapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi sawa na hayo? Basi ninyi iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.